Yesu alileta ukombozi wa maisha yetu, wa mawazo yetu. Alileta ukombozi wa roho zetu na nafsi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alileta ukombozi wa roho zetu na nafsi zetu. Nafsi zetu zilikuwa matekani, sivyo watumishi? Roho zetu zilikuwa matekani, tulitekwa. Sasa ilibidi Yesu aende msalabani alete ukombozi wa roho yangu, wa roho yako, wa nafsi yako, ili sasa tupate kumwabudu Mungu sawa sawa na kusudi analolihitaji. Waebrania 12 mstari wa 9. Waebrania 12 mstari wa 9. Yesu alileta ukombozi wa roho yako. Roho yako Yesu aliikomboa. Nafsi yako Yesu aliikomboa, akaiweka huru iweze kumtumikia Mungu. Akaiweka huru iweze kumwabudu Mungu aliye hai. Ukiona roho yako haitaki kumwabudu Mungu, ujue bado haijakombolewa. Ukiona nafsi yako haitaki kumwabudu Mungu, ujue bado haijakombolewa. Lakini cha kingine, Yesu alileta ukombozi wa miili yetu. Yesu alileta ukombozi wa nini? Wa miili yetu. Miili yetu ipate kumtumikia Mungu. Miili yetu ipate kumwabudu nani? Mungu. Huu mwili siku zote hutamani kufanya yaliyo ya duniani, na huwa unashindana na roho siku zote. Roho inatamani ifanye cha Mungu, mwili unatamani ufanye cha dunia. Sasa kama haujakombolewa huo mwili, siku zote hautampendeza Mungu. Utajitahidi ndani ya risali moja kukaa vizuri na Mungu, baada ya risali moja unaanguka tena. Utajitahidi ndani ya nusu saa kutengeneza na kujionyesha uko vizuri, ndani ya muda huo unaanguka tena. Kwa nini? Mwili wako yawezekana bado haujakombolewa, haujafinyangwa ili ufanye kile ambacho Kristo Yesu alikitaka ufanye huo mwili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 24. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 24. Changamoto nyingine yawezekana hata nyumbani Biblia hatuna. Basi acha tusome hiyo Wagalatia 5 mstari wa 24. Wagalatia 5 mstari wa 24. Nasema, na hao walio wa Kristo Yesu wameusurubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Bwana Yesu asifiwe. Na hao walio wa nani? Wa Kristo. Turudie wote na huko nisikie wapendwa. Halo. Na hao walio wa nani? Wa Kristo. Wameusurubisha mwili wao na mawazo yao mabaya. Halo. Kwa na mawazo mabaya tulishaimaliza hiyo. Yesu asifiwe. Sasa tuko kwenye mwili. Kwa walio wa Kristo wameusurubisha huu mwili. Ili kwa nini tunausurubisha? Ili upate kumtii Kristo Yesu. Na usipousurubisha ukakubali mwili wako ufinyangwe, usurubishwe na Kristo ili Kristo autumie, hawezi. Niseme hivi, mimi si nimesimama huku. Mimi si nimesimama huku, usiseme ndio. Hivi ningeukua huu mwili,
nikaja nikasimama hapa, nani angeniona? Yaani ningeuacha mwili wangu nyumbani. Wewe mwili sasa tunaachana kwanza kwa muda, ngoja niende nasa jini. Kaa hapa kitandani, nikirudi tu nakuja kukubeba. Halafu tunaendelea. Mimi naenda. Hapo nikaingia hapa, nani ataniona? Hello, si mtu tunasema mtu ni roho, sawa? Au ni ile pumzi ya Mungu ndiye mtu. Wale wachungaji mtanisaidia mnapoenda kuwapumzisha wale wenzetu wanaotangulia mbele za Bwana, wasema tunaurudisha mwili wa fulani, sio tunamrudisha yeye mavumbini. Haleluya. Ila tunaurudisha mwili, ila yeye kaa na waangalia tu. Kama unalia sana na kucheki tu, jamaa huyu alinipenda bwana. Naona anavyolia. Alinipenda. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Sasa huu mwili lazima usulubishe ili upate kufanya cha Kristo. Waimbaji wanaimba na kucheza na kufanya matendo yote ni kwa sababu ya mwili. Waambie waache mwili kama watacheza hapa tukawaona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mwili lazima usulubishe upate kumtii Kristo. Kwa Mungu alikuja kuukomboa, Yesu alikuja kuukomboa miili yetu ipate kufanya mapenzi ya Mungu. Kwa sishangai kuona mtu lazimishwe kukaa. Ujue mwili wako bado una shida. Nisamehe. Samehe. Hello. Dingine. Yesu alikuja kukomboa, alitukomboa akili zetu. Tunaposema tumekombolewa, umekombolewa akili yako. Akili yako ipate kumjua Kristo. Kuna mahali Biblia inasema ombeni kwa roho na ombeni kwa akili. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Ombeni kwa roho na ombeni kwa nini? Kwa akili pia Yesu alikomboa. Akili ya mtu anayesema nampenda Yesu, nimekombolewa na Yesu. Yesu alikomboa akili zetu zipate kuwa safi mbele za Mungu, ili tunapokuwa tunawaza kupitia akili zetu zipate kuwaza sawasawa na Mungu anavyotaka, ili tunapokuwa tunaomba tupate kuomba sawasawa na akili ya Mungu anavyotaka. Kwa akili zetu zilikombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako akili zako zilikombolewa. Akili zako zilikombolewa. Kwa tunaposema Yesu alitukomboa akili zetu zipate kuwaza mazuri, zipate kuwaza yaliyo mema, si mabaya tena, na zipate kumtumikia Mungu aliye hai. Mimi sizungumzi akili ya darasani, nazungumza akili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Akili ya darasani, mtu anaweza kawa na masters, lakini akili yake yani kama hana akili. Hello. Lakini mtu anaweza kawa hajapita darasa la kwanza, lakini akili yake ni kama alizawadiwa PhD au kama alizawadiwa masters. Akili yake iko makini, inaweza vizuri, inafikiri vizuri. Waswahili wa sasa wanasema imepigwa rula. Hello. Yani imenyoshwa. Akisimama najua yes, amesimama na hautachoka kumsikiliza. Kwa nini? Akili zake zimekombolewa. Hata kiongeza na ya darasani sasa sio mbaya, anaijenga tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu alitukomboa akili zetu.
zipate kumjua yeye aliyezikomboa. Kwa ukikuta kuna mtu hamtambui aliyemkomboa, jua akili zake zimenaswa. Biblia inasema watu hao wamenaswa, wametekwa, na wala hakuna asemaye rudisha. Kwa akili zao ambao hawajakombolewa, manake zimenaswa na zimefungwa, na wakati mwingine hawajaona mtu anayeweza kusema rudisha, ili wapate kuwa huru. Wanatumikishwa na ulevi. Hata ukimwambia bana, ukilewa sana ukiendelea kunywa pombe, mapafu yataathirika, maini yataharibika, hata hakuelewi. Wakati hata darasani alisoma madhara ya sigara. Ukimwambia bana, madhara ya pombe, madhara ya sigara ni haya na haya, hata kuelewi. Akili yake haina akili. Bwana Yesu asifiwe. Akili yake haina nini? Akili. Kwa sababu hebu jiulize, siku moja mtu mmoja alinituma kwenda kununulia sigara kiwa mdogo. Nilipoinunua nikasoma imeandikwa ni hatari kwa afya yako. Yule mtu anaenda kuvuta, lakini imeandikwa. Yule mtengeneza sigara sijui anakuwa anakosa nini sasa? Yesu kakwambia ni hatari kwa nini? Mimi nilitengeneza baba. Yaani yule huyo nimejenga hapo. Bila itachiza ni tuna na kapati kaweza. Halafu nikuelekea ngoi ya mbyuko miligoko. Nene mwene kero nimejenga. Halafu wewe waona kwenda hivi enerui. Akili na akili kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata mtengeneza sigara aliona madhara akakutahadharisha. Na hata mtengeneza pombe, siku zote tunaangalia kwenye TV na kwambia usimpe aliye chini ya miaka 18. Bwana Yesu asifiwe. Bado wanakutahadharisha tu. Lakini hata Biblia pia inasema asinie na mwanamke hana akili. Wachache wanaojua hiyo. Hana akili kabisa. Kumbe hata unapozini pia sehemu mtwe. Sehemu hale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu alikomboa akili zetu, ambayo ni Tito sura ya 3 mstari wa 3. Lakini pia Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 20. Mtu mmoja nisaidie kuiangalia Tito 3 mstari wa 3, mwingine Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana mstari wa sura ya 5 mstari wa 20. Ukifika niambie usome. Tito sura ya 3 mstari wa 3. Ndiyo baba. Ndiyo. Tito sura ya 3. Tito sura ya 3. Tito sura ya 3 mstari wa 3. Ninasema maana hapo zamani sisi nasi tulikuwa hatuna akili. Maana hapo zamani, kwa hapo tu baba. Hata ukikaa. Maana hapo zamani sisi nasi tulikuwa hatuna nini? Zamani ipi? Ya zamani ile. Haleluya. Kwa maana hapo zamani